Tumsifu Yesu Kristo. Tumsifu Yesu tena. Wanapadre Pio, nasema ni asante kwake Mwenyezi Mungu kwa yote ambayo Mungu anazidi kutenda. Ni asante kwake Kristo. Tuendelee kujiweka katika mikono za Mungu. Mungu aendelee kuongoza maisha ya kila mmoja wetu. Tunapata somo kutoka kitabu cha Ufunuo sura ya 12, tusoma mstari wa 7 hadi wa 12. Kisha kukazuka vita mbinguni. Mikaeli na malaika wake walipigana na hilo joka, nalo likawashambulia pamoja na malaika wake. Lakini joka hilo na malaika wake walishindwa, na hatimaye hapakuwa tena nafasi mbinguni kwa ajili yao. Basi joka hilo kuu likatupwa nje. Joka hilo ndiye yule nyoka wa kale, ambaye huitwa pia Ibilisi au Shetani, ambaye huudanganya ulimwengu wote. Naam, alitupwa duniani na malaika wake wote pamoja naye. Kisha nikasikia sauti kubwa kutoka mbinguni ikisema, sasa umefika ukombozi na nguvu na ufalme wa Mungu wetu na mamlaka ya Kristo wake. Maana yule aliyewashtaki ndugu zetu mbele ya Mungu ametupwa chini. Naam, ametupwa chini huyo anayewashtaki usiku na mchana. Ndugu zetu wamemshinda kwa damu ya mwana-kondoo na kwa neno waliloshuhudia. Maana hawakuyadhamini maisha yao kuwa kitu sana, wakawa tayari kufa. Kwa sababu hiyo, furahini enyi mbingu na vyote vilivyomo ndani yenu. Lakini ole wenu nchi na bahari, maana Ibilisi amewajieni akiwa na ghadhabu kuu, kwa sababu anajua kwamba muda wake uliobakia ni mfupi. Neno la Mungu. Tumsifu Yesu Kristo. Tumsifu Yesu Kristo tena. Wanapadre Pio. Kisha kukazuka vita mbinguni. Kisha kukazuka vita mbinguni. Tumsifu Yesu Kristo. Tumsifu Yesu tena. Wanapadre Pio. Vita vikazuka mbinguni. Mikaeli na timu yake, Ibilisi huijoka na timu yake. Ikiwa vita vimezuka mbinguni, je, unafikiria hapa ulimwenguni sisi ndo tutakosa vita? Mapambano yapo, changamoto zipo,
Shetani bado anapambana, hajafurahia kwamba ameshindwa, au hataki kuamini kwamba hana nafasi tena mbinguni. Ndio maana anataka kusisitiza kuendelea kupambana. Jambo la muhimu ni kwamba ushindi upo upande wetu. Ushindi upo upande wetu. Mungu anaenda kutupigania. Mungu anaenda kututetea. Mikaeli yuko. Mikaeli yupo. Kwa hivyo tusiogope. Kwa hivyo tusifanye nini? Tusiogope. Unaposikia vita vimezuka mbinguni, Mikaeli na malaika wake walipigana na hilo joka, nalo likawashambulia pamoja na malaika wake. Ibilisi ako na timu yake. Yuko na wafuasi wake ambao kila wakati wanataka kutupiga vita, ambao kila wakati wanataka kupambana na sisi, ambao kila wakati wanataka wang'ang'ane na sisi, kupinga kazi ya Mungu, kupinga the good, kitu kizuri, mambo mazuri. God is goodness and goodness is God. Kwa hivyo wanapinga mambo mazuri. Wanapinga vitu vizuri visifanyike. Unapoona mahali watu kwa jamii, kwenye jumuiya, kwenye kanisa, jambo limetokea, jambo mzuri, usishangae kuona hata watu wengine pia wanainuka tu hapo kanisani kulipinga. Jua kwamba shetani na malaika wake wako kwenye kazi. Jua kwamba shetani na malaika wake
wako kwenye kazi ya uharibifu. Kazi ya kupinga the good. Umaijiuliza kwa mfano, kwenye jumuiya, kwenye parokia, wapi, umaijiuliza mbona tu watu wainuke waseme hatutaki retreat, hatutaki mafungo, hatutaki maombi. Imewakosea nini? Mbona? Ibilisi anafanya kazi ndani yao, kwa sababu anajua maombi yatafungua watu watabarikiwa, watu watakuwa vizuri. Watu wataweza kukombolewa, kufunguliwa na kumrudia Mungu. Na shetani au ibilisi hataki, kwa hivyo lazima atatumia watu. Kwa nyumba yako unatoa maoni mazuri, baba tufanye hivi, mama tufanye hivi, watoto tufanye hivi. Mmoja tu ama wanapinga tu. Unashangaa mbona wanapinga mambo mazuri? Mbona watu wapinge mambo mazuri? Ni hiyo roho ya ibilisi inaendelea kufanya kazi ndani yao. Sasa tunakuwa kwenye mapambano. Ndio maana utasikia tutafanya, hamutafanya, tutafanya, hamutafanya. Mutajua sisi ndio tuko kwenye uongozi, si mukule huo uongozi wenyu mumeze. Nafurahia kwamba lakini joka hilo na malaika wake walishindwa, na hatimaye hapakuwa tena nafasi mbinguni kwa ajili yao. Joka na timu yake washindwe, hawana nafasi katika maisha yetu. Hawana nafasi katika maisha yetu. Maana sisi ni wa Mungu. Kwa vile sisi ni wa Mungu, tunatembea kwenye njia za Mungu. Hatuna connection na ibilisi. Inafaa tumkemee na tumuondoe katika mazingira yetu. Inafaa tumkemee na tumuondoe katika mazingira
yetu. Ibilisi alishindwa. Tunaona Mungu anasema joka hilo kuu likatupwa nje toka kwenye mazingira yetu ya kimungu. Acha kujirudisha tena katika maisha yetu. Acha kujirudisha tena katika maisha yetu. Acha kujirudisha tena katika mazingira yetu. Joka hilo ndiye yule nyoka wa kale ambaye huitwa pia Ibilisi au Shetani, ambaye huudanganya ulimwengu wote. Kumbuka alimdanganya Eve. Wakamkosea nani? Mungu. Ndio sasa anataka aendeleze udanganyifu wake ili kutoa watu wa Mwenyezi Mungu kwa Mungu, lakini sasa sisi tumemtambua na kumwondoa kati yetu. Tumemtambua, ndio maana tunamwondoa kati yetu. Hataendelea kutudanganya, hataendelea kututoa katika njia zake Mwenyezi Mungu. Kwa hivyo ni lazima tukae chonjo, tukae macho. Kwa sababu gani? Jibu tumeambiwa kwa sababu gani? Kisha nikasikia sauti kubwa kutoka mbinguni ikisema, sasa umefika ukombozi na nguvu na ufalme wa Mungu wetu na mamlaka ya Kristo wake, maana yule aliyewashtaki ndugu zetu mbele ya Mungu ametupwa chini. Yule aliyetushtaki usiku na mchana ametupwa chini. Ametupwa chini mshtaki wetu.
na sisi tuko hapa chini. Ndugu zetu wamemshinda kwa damu ya mwanakondoo na kwa neno waliloshuhudia. Tujifunze kuitisha damu ya Kristo kila wakati. Tujifunze kuitisha damu ya Kristo kila wakati, kwamba damu ya Kristo itulinde. Kwenye hii damu tutamshinda huyu ibilisi. Kwenye hii damu tutamshinda huyu joka. Damu ya Kristo iko na nguvu. Damu ya Kristo inakomboa. Damu ya Kristo itatuwekea ulinzi. Unganika na damu takatifu Yesu Kristo. Itisha damu takatifu Yesu Kristo ukiwa kwenye mapambano yako, ukiwa kwenye changamoto, jifunze kuitisha damu takatifu yake Kristo. Unapoitisha hivyo damu ya Kristo, utashangaa mambo mengi ambayo Kristo atakutendea katika maisha yako. Utashangaa jinsi utakavyomshinda huyu ibilisi, huyu joka haraka sana. Na tunasimama na testimony, tunasimama na ushuhuda kwamba namjua Yesu anatenda na amenitendea hii. Najua hata kwenye hili atanipitisha. Najua hata kwenye hili atanipitisha. Tunafurahi kwamba ibilisi ameshindwa, lakini ole wenu nchi na bahari, maana ibilisi amewajieni akiwa na ghadhabu kuu, kwa sababu anajua kwamba muda wake uliobakia ni mfupi. Ibilisi amerushwa hapa na ako na mahasira, ameshindwa. Sasa tufanye nini? Kuwa macho, itisha damu ya Kristo kila wakati, shikilia neno lake Mwenyezi Mungu, usiwe muoga, shikilia maisha ya sakramenti, fanya kitubio kila wakati. Fanya kitubio kila wakati. Shiriki katika misa takatifu. Kuwa mtu wa sala. Tumia visakramenti, kuwa na msalaba kwa nyumba, maji ya baraka, picha Maria, hizo vitu zote zitumie. Rozari yako tumia, ni silaha zako dhidi ya huyu ibilisi, kwa sababu kumbuka amerushwa hapa na ako na hasira na sisi.
hasa sisi ambao tunamuita Kristo, tunamfuata Kristo. Mungu atusaidie, Mungu atutetee na atupiganie katika maisha. Tumsifu Yesu Kristo. Tusiogope, vita viko, lakini Mungu atatujalia ushindi. Kwa jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu, katika jina takatifu la Kristo. Mwenyezi Mungu, nakushukuru kwa siku ya leo, nakushukuru kwa wakati huu na kwa yote ambayo unazidi kutenda katika maisha ya kila mmoja wetu. Kwa njia ya kipekee naomba ukatutumie nguvu za Roho Mtakatifu, ukatutumie nguvu za sala, ukatutumie Roho wako Mtakatifu akafanya kazi katika maisha yetu. Naomba tukisimama kinyume na nguvu zote za Ibilisi, nguvu zote za huyu joka mwovu wa kuja kutuangaisha, kuja kutusumbua katika maisha yetu, kutaka kutoa watu wa Mwenyezi Mungu katika njia za Mungu, naanza kumkataa na kumharibu katika jina takatifu la Kristo. Mbinu zake zote ambazo anatumia na zikansel zote. Mbinu zake za kushawishi watu wa Mungu ili watoke kwa njia za Mungu, tunazikataa zote na zikataa zote katika jina takatifu la Kristo. Mungu, tupe neema ya kuendelea kutembea katika njia zako, tembea tukikufuata wewe kila wakati. Mahali popote Ibilisi anatuingilia, mahali petu pa kazi, kwenye huduma, kwenye kanisa, kwenye maendeleo yetu, hata kwa ndoa zetu, hataki tukae vizuri, hataki watu wapate amani. Tunamkataa na mkataa katika jina takatifu la Kristo. Mungu, tupe nguvu ya sala na tujiami kila wakati, tukijua kwamba Ibilisi anazunguka na kututafuta. Mungu, tujalie ushindi na tujalie ushindi kabisa. Damu yako takatifu iendelee kutulinda, iendelee kutukinga na mabaya yote ya shetani. Na pia Mungu kakutana na mahitaji ya kila mmoja wetu ya kimwili na kiroho. Napoenda kuwabariki, naomba baraka ya Mungu ikanene mema katika maisha yenu. Bwana awe nanyi, awabariki na kuwalinda Mungu Mwenyezi, Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Tumsifu Yesu Kristo. Ni Fadha Aga, mubarikiwe sana.